Mapenzi kati ya Salman na Chani yalinoga. Hata walipokuwa mbalimbali, kila mmoja kwa wakati wake alikuwa akimfikiria mwingine. Ni kama kuna hali ya furaha fulani hivi ilikuwa imejitengeneza katika mioyo yao. Na habari zikamfikia Maham kwamba sio tu Salman amekuja kuwaharibu wananchi wako, bali ameshamrubuni mpaka Chani. Ilikuwa ni siku ya tafrija ya kuombea wapendanao, na aliyekuwa akiongoza tafrija hiyo si mwingine bali mwakilishi wa Mungu Sindu, yani mwakilishi wa Mother Sindu, si mwingine bali ni Chani. Na tafrija hiyo wageni hawaruhusiwi, lakini Salman alijipenyeza na kujikuta yuko ndani. Na alipokuwa kazama ndani, Salman aligundua kitu kingine. Mahamu alikuwa anaitumia tafrija hiyo kujinunulia silaha za madini ya kopa, na silaha hizo alikuwa akizinunua kwa kubadilishana na dhahabu. Salman aliyagundua yote hayo, lakini alielekea kwenye tafrija, na wakati tafrija inaendelea, Chani aligundua kuwa Salman alikuwa amezamia tafrija. Na baada ya tafrija kukamilika, Salman alimfuata Chani katika chumba cha kubadilishia nguo. Chani: Salman, unafanya nini hapa? Salman: nimeshindwa kuvumilia, nimeshindwa kukaa bila kukuona. Ukweli ni kwamba Chani, unauvuruga moyo na akili yangu. Kama ni mateka, basi nimeshakuwa mateka wako. Lakini ghafla mlango uligongwa. Wote wakageuka na kutazama ni nani anayegonga mlango, lakini kwa tahadhari ikabidi wajifiche. Na ghafla muda huo huo mlango ukafunguliwa. Alikuwa ni Muujaa, mtoto wa Mahamu, mkuu wa mji. Alipoingia tu mara akaanza kumwita Chani kwa sauti, Chani, Chani. Lakini Chani alikuwa amejificha na Salman huku akiwa wamesogeleana zero distance. Ikabidi naye aitikie kutokea huko, niko huku nabadilisha nguo. Alikuwa akiongea, lakini macho yake na ya Salman yalikuwa yakiongea. Na ghafla Salman kwa mara ya kwanza akambusu. Chani ni kama alishtuka, kwani hajawahi kufanyiwa kitendo kama hicho. Lakini Muujaa akagundua kuwa nguo ya Chani ilikuwepo pale sebuleni. Akamwambia, sasa unabadilishaje nguo wakati nguo yako iko hapa? Chani ni kama maneno yalikuwa yamemwishia mdomoni. Akamuuliza, unasemaje? Nasema unabadilishaje nguo wakati nguo yako iko hapa? Na hapo ndipo Chani aligundua kuwa kumbe alikuwa ameiacha nguo pale sebuleni. Akili yake ikafanya kazi haraka haraka. Wakati anatafakari, Muujaa alitaka kumfuata, na ndipo akamjibu, najua kama ipo hapo sebuleni, nitatokaje kuichukua wakati wewe uko hapo? Unataka unichungulie? Muujaa akasema hapana, alafu akatoka. Baada ya Muujaa kutoka tu, Chani aliukimbilia mlango akaubana kwa komeo, na hapo hapo akamrudia Salmani na kumwambia, unawezaje kunibusu bila ridhaa yangu? Huku tulikuwa tumejificha tu, hatukuwa kwa ajili ya kubusiana. Sasa ningewezaje kujizuia? Ulikuwa umenikodolea macho yako mazuri, ningefanyaje? Chani: sasa ndo unanibusu ghafla bila ridhaa yangu. Salmani akasema samahani, lakini nilishindwa kujizuia, ningefanyaje sasa? Hapo hapo Chani na yeye akamsogelea na kumbusu ghafla, alafu akamuuliza, unajisikiaje pale mtu anakubusu ghafla bila kujiandaa? Salmani akamwambia, sijasikia kitu, labda ujaribu tena. Chani alimsogelea na hapo wakazama kwenye lindi la malavu, lakini ghafla tena Chani alistopu, akamwambia, hapana, sikutakiwa kufanya jambo kama hili. Salmani akamuuliza, kwa nini? Chani akasema, hapana, mimi ni mchumba wa mtu na nilichumbiwa toka nikiwa mtoto. Salmani akamuuliza, mchumba wa nani? Chani akamwambia, mimi ni mchumba wa Muujaa. Kusikia Muujaa tena, Salmani alishtuka. Muujaa tena? Akasema ndio, na kisha akaanza kumhadithia hadithi ya utoto wake. Nilipozaliwa mama yangu alifariki hapo hapo, kwa hiyo watu wakajua nimezaliwa na mkosi, wakaanza kunihepuka. Lakini nilipopelekwa kwenye pango la ibada, kuhani mkuu wa wakati huo akasema kwamba mimi nimezaliwa na nyota ya Mother Sindu, kwa hiyo mimi ni nyota wa Mohenjo-daro. Kusikia hivyo, Mahamu alijitokeza na kuahidi kwamba mwanaye ndo atanioa mimi, hivyo wakafanya makubaliano na baba. Kwa hiyo mimi sikuwa na la kufanya, na ukweli ni kwamba sio kwamba mimi nampenda Muujaa, ila sina la kufanya kwa sababu makubaliano yalishafanyika na watu wote wanaofahamu uchumba wetu. Salmani alimsogelea na kumshika, kisha akamwambia, ulishakuwa mtu mzima sasa, unaweza kufanya maamuzi yako na unatakiwa uolewe na mtu ambaye wewe unampenda, sio wa kuchaguliwa. Lakini ghafla tena mlango uligongwa, wakakurupuka na Chani akamwambia Salmani apitie mlango wa nyuma, lakini bahati mbaya huo mlango wa nyuma alikopitia alijigonga ghafla kifuani kwa Mahamu. Walitazamana macho kwa macho, lakini baadaye Salmani akaakti kwamba yeye ni mwanamichezo na kisha akaondoka zake. Lakini wakati huo huo Muujaa naye akatokea, akakutana macho kwa macho na baba yake. Kuona hivyo, Mahamu alimfuata moja kwa moja kuhani mkuu, akamwambia, nadhani ule wakati sasa umetimia wa kufunga ile ndoa ya Muujaa na Chani. Chani na baba yake wote walishituka, mbona imekuwa ghafla? Chani hakupendezwa kabisa, ikabidi aondoke na kijakazi wake, lakini kuhani mkuu akawauliza, mbona imekuwa ghafla tena? Muujaa akasema, sio ghafla, wakati umetimia, lakini pia nilishagundua binti yako na mahusiano na mtu mwingine, kwa hiyo hii ndoa lazima ifungwe haraka sana. Harusi iliandaliwa na maakuli yalitengenezwa.